Nilikuwa nakula sikukuu ukweni. Okay. Sasa ukweni huwezi kuambia nilikodini unacheza cheza. Kwa hiyo nikakaa kwa adabu kidogo, lakini ilikuwa inanisumbua baada ya kumuona Mhesa Ismail Aidan kashafanya kapiga kichwa goli, kichwa kona, nikawa natamani nifanye kitu. Sasa nafanyaje? Hiyo ni sababu ya kwanza kwamba nilikuwa ukweni nagonga sikukuu. Kwa hiyo nikashindwa namna ya kurekodi video za madoido. Lakini sababu ya pili, wewe mtaalamu wangu wa kunirekodi wa kunifilm haukuwepo. Sasa nani atanirekodi? Uweze kumwambia Mariam Migomba kamata nani hapo, kamata kamera hapo nirekodi, haiwezekani. Uweze kumwambia Mzee Migomba hebu nirekodi kidogo hapo, ni wachachafe watu. Kwa hiyo kabidi nitulie tu, siku ikapita kinyonge kweli. Lakini nilikuwa na mfundo hapa wa kutema. Uliyaona lakini hapo mimi ninasema. Nimeona. Nimeona kaka. Kuna kufungwa goli, alafu kuna kufungwa goli dakika za jioni kabisa ambazo tayari mishipa ya fahamu imeshaanza kujiandaa kufurahi. Alafu unapelekewa msumari wa moto pale kakaangu. Inaumaga hiyo. Yaani ni bora upigwe bao 3 kama tulizompiga TRA kuliko kufungwa goli moja dakika 93. Kaka, inauma vibaya. Hakuna mfano wanasemaga mapenzi yanauma. Mimi nakwambia hakuna kinachouma kama goli la jioni. Matukio lakini yote jana na uliyaona, yani fresh kabisa. Nimeona goli tu. Nimeona kichwa kona tu peke yake. Bas. Tena unajua nimeonaje? Nilikuwa barabarani. Unaendesha au naendesha hapa yuko mpaka zangu na wakwe zangu. Sasa napita sehemu maeneo ya Maramba Mawili. Naona kibanda umiza watu wanaangalia boli. Lakini pale wanapoangalia boli, yuko mtu mmoja tu anashangilia, wengine wamekaa. Amevaje huyo mtu? Kama nguo kawaida. Nikasema inawezekanaje akashangilia peke yake? Kuna nini? Kuna kitu kiko sawa tu. Sijui umeelewa? Basi nikatulia zangu. Wife akaniambia bana, moja. Nikaambia paki pembeni kwa sababu niangalie bana. Kanionyesha goli kwenye simu. Nikasema alhamdulillah, asante Mungu wa mbingu na ardhi, tukawa nimefurahi namna hiyo. Semaji, turudi sasa kwenye shughuli yetu hii leo. Tulikuwa na mchezo muhimu nyumbani dhidi ya TRA. Tueleza kiujumla mchezo ulivyokuwa na baadhi ya matukio ambayo umeyaona. Ni nafasi sasa kwa mashabiki, wapenzi na wanachama Simba Sports Club kuweza kuyajua na kuyafahamu. Mechi leo dhidi ya TRA, pressure ilikuwa kubwa sana. The pressure was very very high kutokana na matokeo yetu ya mechi iliyopita. Kwenye ligi, jambo la kwanza lazima unufaike na makosa ya mpinzani wako. Mechi yetu tunakwenda kucheza mechi yetu dhidi ya Pamba, mpinzani wetu alikuwa amedondosha alama mbele ya TRA. Tukaenda kucheza mchezo ule tukiwa na matumaini makubwa, lakini ubora wa Pamba ukatuzuia kutimiza furaha yetu, tukaambulia sare ya bao 1-1. Tunakuja kucheza mechi dhidi ya TRA, mpinzani wetu amedondosha tena pointi mbele ya Mtibwa Sugar. Pressure ikawa kubwa zaidi. Simba atarudia makosa yale. Na Simba atafanya vile. Na mbaya zaidi, unakwenda kucheza na timu ngumu aina ya TRA. Miongoni mwa timu ngumu tulizo nazo katika ligi yetu ya NBC ni TRA. Na timu bora tulizokuwa nayo katika ligi ya NBC ni TRA. Na timu nzuri yenye wachezaji kwanza ni mafundi, lakini fiziki yao ni ya kiwango cha hali ya juu mno. Majitu yao hayachoki mzee wangu. Yule mtu Chobwedo kama angekutana na beki mzembe kwa ubora aliokuwa nao hii leo angemfanya vibaya. Bahati mbaya ni kwamba Chobwedo amekutana na mzee wa kujitutumua Nixon Kibabage. Kwa vita ikawa imeshikana kweli Palestina na Iran. Nani Israeli na Iran. Rusha ni rushe, achia ni achie, shambulia ni shambulie. Lakini ubora wake na fitness yake na nguvu yake imeonekana katika mchezo wa leo. Yote kwa yote mechi haikuwa nyepesi. Kuna wakati tulikuwa tumeshapoteana.
baada ya kupata bao la kwanza kwenda mpaka first half, baada ya kuingia second half timu ilikuwa haijaungana pale. Watu wanakuja muda wote, watu wanapishana muda wote, watu wanadai Idi Mbaraka muda wote, watu wanaitaka muda wote. Lakini mabadiliko ambayo mwalimu akayafanya Steven Becker ikaiamsha timu kwa mara nyingine tena, na tukafanikiwa kupata magoli mawili, na tulikuwa kwenye nafasi nzuri ya kupata magoli mengine mengi zaidi, nafasi za Chama, nafasi ya Elim Panzu. Leo hii tulikuwa tunaandika kalamu ya mabao, lakini magoli matatu kuwafunga TRA ama kupata magoli matatu mbele ya TRA ni kazi kubwa ya kujitutumua walioifanya wachezaji wetu. Wanastahili kongole, wanastahili pongezi kubwa kweli kweli. Sawa. Amerudi Selemani Mwalimu, amefunga hii leo. Kwenye kikosi cha kwanza hakuwepo Alassane Maodo Kante, tumemwona Neo Gift Maema na mabadiliko kadhaa kwenye maeneo tofauti, lakini tumefanya vizuri pia. Mwalimu alitwist kikosi chake kileo, kwa maana ya Steven Becker alitwist kikosi chake kidogo kileo, akaanza na Neo Gift Maema kwa ajili ya kutengeneza mlainisho pale katikati ya uwanja, lakini akarejea tena kikosini Selemani Mwalimu Gomez kwa ajili ya kusimama kama mshambuliaji tegemezi pale, na kila kitu kikakwenda vizuri kweli kweli. Maeneo mengine hayakuwa na mabadiliko makubwa zaidi ya kumkosa Ino Loemba ambaye ni majeruhi, na waliokuwepo wakafanya kazi kubwa. Mwalimu anapata goli la kwanza ambalo limetengenezwa na Nixon Kibabage, na baadaye Neo anakuja kuandika goli la pili, cross ya kiufundi kweli kweli, umepangwa ukuta, akaona tundu, akaweka kunyavu. Ni mabadiliko mazuri ambayo mwalimu kafanya, lakini baadaye akaja akafanya vizuri tena baada ya kuwatoa baadhi ya wachezaji na kuingia wachezaji wengine ambao wakaichachua na kuiamsha timu, na hatimaye tukafanikiwa kupata magoli mawili. Sawa. Umzungumzie kila mmoja kwa nafasi yake. Nahodha Rushan De Reuck, mchezaji bora hii leo wa mchezo, lakini ikiwa tuzo yake ya 3. Amechukua dhidi ya Namungo, amechukua dhidi ya Tanzania Prisons, amechukua na hii leo. Na tunaona tuzo za wachezaji bora wa mechi mara nyingi sana zinatoka kwa wachezaji ambao wanacheza nafasi ya mbele. La kwanza. La pili, umzungumzie mgeni rasmi wa mchezo siku hii ya leo, kwa maana Nixon Kibabage. Rushain sio tu mchezaji bora wa mechi, lakini Rushain ndio beki bora kwa hivi sasa Tanzania. Hilo wala halihitaji mjadala mrefu kweli kweli. Mpaka wapinzani wetu wanajua Rushain ni beki bora. Hata watu ambao hawajawahi kumuona Rushain wanajua Rushain ni beki bora. Yaani kwa mfano hivi sasa kwa mtu ambaye aliaga dunia mwaka 2010 anajua huko kukaburini kwamba Rushain ni mchezaji bora. Punguza kuguna. Kama unataka interview punguza kuguna. Hapana, hebu rudia tena nisikie. Hebu rudia. Kwa mtu ambaye alipoteza maisha mwaka 2010 huko kaburini anajua kwamba Rushain ni beki bora. Kwa hiyo hilo wala halihitaji mjadala mrefu. Rushain ndio beki bora katika ligi ya Tanzania hivi sasa.